Haya mtazamaji, karibu sana kwa mara nyingine tena tukutane katika tamthilia ya My Desire. Hii ni tamthilia ambayo basi nimekuja nayo ni baada ya kupata maombi ya watazamaji kadha wa kadha wakiomba ni tafsiri tamthilia inaitwa Meteor Garden. Meteor Garden ni tamthilia ambayo basi ilipendwa kwelikweli na ilitoka rasmi mwaka 2001. Tamthilia ambayo ndio chimbuko la tamthilia zingine kama vile Boys Over Flowers pamoja na The Haze. Story ni ile ile. Kwa hiyo basi nimeipekua na nikaipata na nikaona basi niifanyie kazi. Mbele yako hapo katika screen ni binti ambaye basi jina lake anaitwa Shankai. Huyu ni binti ambaye anatokea katika familia maskini, lakini basi binti huyu anajipata akiwa amebahatika kujiunga na shule ya kifahari, mahali ambapo basi wanasoma wanafunzi wengi matajiri. Katika ile shule basi binti anakutana na vijana wakorofi, vijana maarufu na vijana matajiri au wanaotoka katika familia tajiri. Kikundi cha vijana hao wanajiita F4 ama Flower 4. Asa binti unaona anaenda shuleni asubuhi, anatumia pikipiki ambayo ameipata kwa kujichanga-changa. We Shankai, hivyo pikipiki yako huwezi kuitengeneza wewe? Anatokea binti mmoja huyu kutoka familia ya kitajiri, anaitwa Shanku. Mwambie ni wewe hivi kila siku asubuhi utakuwa ukihangaika tu na hii pikipiki. Hebu angalia jinsi ulivyochafuka mawoili hiyo mikono yako. Chukua hii, safisha mikono yako bana. Hayo. Halafu usisahau hiyo nimeitoa kwenye pochi yangu ya Gucci. Kumbuka kurudisha fadhila. Afya ni bila mabinti kama nyinyi jamani. Shule yetu ingekuwa mbali sana. Wengine wanawahi lakini ni wewe tu. Kila siku kuchelewa. Huyu Shan huyu ni moja kati ya watoto wa kishua, watoto wanaotokea katika familia poa, watoto ambao maisha yao basi si ya tabu hata kidogo. Sasa umeona jinsi ambavyo amemwoshia binti Shankai, binti ambaye yeye anatoka kwenye familia ya kilala hoi, familia ya kimaskini. Sasa binti alikuwa anapenda kwenda kuipaki baskeli yake, pikipiki yake nyuma kidogo ya uwanja huko mwa shule yao. Sasa mwalimu anamwambia, vipi leo umeamua kuja kupaki? Anamwambia afu utanihifadhia hii lunchbox yangu. Haina shida. Si wewe tu peke yake ambayo unajua kwamba ukija upande huu unapata kile unapenda. Haya, sasa wakati huo mtazamaji, unaweza kuona basi kuna ndinga moja ya kishua, ndinga moja kali sana. Imepaki hapa. Hii si basi ndinga ambayo tuliona mwanzoni. Anashuka mtoto mkali ambaye pia tulimuona jana yake akiwa anamzodoa Shankai baada ya kukutana naye njiani. Mtoto katupia, mtoto kapendeza, anaingia zake college kama kawaida. Unaweza kuona ni bonge moja la college. Hapo wanasoma watoto wa kishua tu. Kwa hiyo hii hadithi mtazamaji inatupa muktadha kuhusiana na basi story ya binti Shankai na kikosi cha vijana wanne wanaotoka familia za kitajiri. Sasa kuna hao warembo wawili. Huyo binti ambaye anaitwa Shanhui, alafu kuna huyu ambaye yeye kila akija asubuhi lazima amuoneshe mwenzake alivyotokea. Anamwambia angalia nimevaa Bonnie bag, Bonnie handbag, pochi ya Bonnie. We na wewe angalia wigi langu sasa. Umecheki cheni hiyo. Angalia kidani hicho. Umevaa almasi ya Sharon. Ulikuwa ujue vipi? Naona huna kingine cha kunioshea. Sasa kwa taarifa yako umepoteza mchezo bibi. Sio mimi. Ngoja nisogee ili upate kuelewa vizuri. Basi akasogea mpaka karibu. Mwenzake sasa hajaelewa bado. Kumwambia hebu njoo gusa, angalia vizuri uso wangu. Wewe unanionaje? Binti akashangaa, hii pua yako umefanya surgery kwa Julia Roberts? Yaani wewe umeenda kufanya surgery hujaniambia. Ndio hivyo basi bibi, mimi si ligi yako. Fuata mambo yako. Nimeenda kufanya surgery, ni ukweli wangu kwa Julia Roberts. Unanionaje kwanza hapo? Nimetupia. Hivi ina maana hukunitafuta wakati ulivyosafiri? Nikutafutie wapi? Anamwambia si huko Paris. Sasa hayo ni mambo tu yanahusiana na hao ambao wanatokea katika tabaka la matajiri. Lakini kuna mtoto wa kimaskini ambaye huyu wazazi wake wamejichanga sana. Ndio binti huyu jina lake tunamtambua kwa jina la Shankai. Sasa huyu ni rafiki yake anaitwa Lizen. Anamsalimia za asubuhi. Ni wewe ni yuan shu ah? 对啊，经济学不是寒假报告吗？可是
Wakiwa wanapiga story kuhusiana na profesa wao na vitabu walivyopewa wasome. Mwenzake anamwambia mimi sina. Na pia kama hujajisomea, nafikiri tunatolewa zoezi katika hivyo vitabu ambavyo tuliambiwa tuvisome. Kwa hiyo sijui itakuwa. Shankar akasema hata hivyo nimeshachelewa sana. Huenda basi nitafeli huu mtihani. Sasa unajua nini? Alituambia tupitie katika hiki kitabu. Inaonekana tu ni wewe unayejua kujisomea kwa juu. Wengine wanakuja huku shule kucheza. Wataanza kuoneshana magari ya kifahari, pochi za kifahari, nguo za kifahari na vitu visivyokuwa vya muhimu. Halafu yule Shan Hui jamani ndo yuko juu kuliko wote. Nasikia amefanya surgery. Ai, jamani kufanya surgery ya nini? Mimi sioni, mimi nawaonaga sijui kama manguruwe. Mtu kaenda kunyanyua pua yake hivi kama ya nguruwe ili iweje sasa? Ai wewe na wewe acha kuwaonea wenzako hivi. Kajaribu kuweka na wewe pua yako uwe kama nguruwe. Haya mtazamaji, unaweza kuona wakati huo basi katika moja ya kijidraw hapa, moja ya kijiloka hapa, kilikuwa kina kitu fulani ambacho ni kama warning. Hapa kuna alama ya ribbon nyekundu. Kikundi cha wavulana wanne matajiri mashuhuri kuliko wote kwa sifa zao na umaarufu wao, basi walikuwa wakitumiaga hiyo ribbon kuwapa watu wengine moyo. Muktadha huu basi unasema kwamba ukikutana na ile red ribbon ambayo imeandikwa F4, maana yake hiyo ni warning. Umepewa tahadhari. Sasa kuna mwanafunzi mmoja leo unaona anakusanya vitabu vyake. Mabinti hapa wakaanza kuambiana kina Shen Hui. Huyu naye ameacha shule nasikia. Amekuja leo kuchukua vitabu vyake. Sasa kama alishaondoka amekuja kufanya. Lakini anatia huruma jamani. Pana mwanafunzi mmoja unaona ameinama chini. Tunamwona akiwa kule ndani kabisa darasani. Anachukua vijitabu vyake. Nasikia aliwazodoa kidogo F4 ndo maana imetokea hivi ilivyotokea. Huyu basi kijana anaitwa Ashu. Ni kijana mmoja ambaye huyu ni moja kati ya mfano bora kabisa wa wale ambao walijikuta katika matatizo baada ya kuingia kwenye 18 ya vijana wa kishua. Wewe Shankar, usije ukaenda ukamgusa pale. Wewe unafikiri utajiingiza kwenye matatizo eti nao F4? Usije ukaenda pale. Hivi unajua kama alilazimishwa kuacha shule na hao vijana? Yaani sijui aliwafanya nini. Sasa kuna mtu kijana aliposikia vile akainuka na kuanza kuwazodoa. Yaani story kuhusiana na kijana mwenyewe Ashu. Aliwazodoa vijana kwa kuambia nyinyi mnajikuta nani kwani? Wala msijioni sana wajanja. Basi kesho yake alipoenda chuoni ama shuleni akaenda akakutana na ile ribbon ya kumpa. Sasa kikawaida mtazamaji, ukishafanya tu kosa ama ukawazodoa ukawajibu chochote, basi kesho yake ukikuta ama ni kwenye dawati lako ama kwenye loka lako kabati, basi ukikutana na ile warning, ile tahadhari, ujue basi umeavaga. Sasa anakuja hapa, huyu ni lecturer. Nyinyi mnatazama nini? Tunamtazama Ashu, naona amekuja kuchukua vitabu vyake. Anawezaje kuondoka bila kuja? Ni F4 mwalimu ndo wale mwambia aondoke. Hao jamaa na wenyewe. Basi wengine ndo tunaonekana mbuzi wa kafara. Au ni huyo amechukuliwa kama mbuzi wa kafara. Tazamaji, hawa vijana wanne wanaotajwa hapo wanajiita Flower 4. Maana yake wanajichukulia ni handsome kama mno. Na vile vile ni mashuhuri kiasi hicho. Yaani kwamba wanavutia. Sasa mwalimu anaenda anamwambia tu kijana, wewe nenda tu, utaanza tena upya. Umetolewa tu kama mbuzi wa kafara. Walikuwa wanaogopwa hata na walimu wao kwa sababu familia zao ni familia nzito. Unakuta pale katika chuo kuna mtoto wa Baresa. Unakuta pale katika chuo labda kuna mtoto sijui wa Rostam. Unakuta pale katika chuo labda kuna mtoto wa rais. Yaani kulikuwa kuna watu fulani ambao ni wazito sana. Haya, huku na huku basi lecturer akiwa ameshaingia darasani. Ndio muda sasa wanafunzi wako tayari kujifunza. Kwa ajili ya kujifunza. Akaandika pale conscience, dhamiri. Leo nataka nifundishe kuhusiana na ujasiri wa kimaadili. Historia yetu ya China inatufundisha vitu vingi sana. Ni vyema kujifunza ili kuweza kujibadilisha sisi. Tuweze kuangalia yale mambo ya msingi kabisa ambayo tunatakiwa kuyaangalia kwa ajili ya kujijenga kimaadili. Usichopenda kufanyiwa usimfanyie mwingine. Shankai we Shankai vipi? Mbona umeinuka? Akamwambia mwalimu, mimi vimenibana bana, nataka nikapupu mimi.
Nenda tu kapupu basi. Lakini hakuna toilet paper, itakuwaje? Binti kashaondoka tayari. Imagine huyu Shankai ni yule ambaye basi anatokea zake Kigogo mwisho. Yeye anatokea zake Kigogo, maisha yake ni ya kawaida tu. Sasa angalia, wakati akiwa amejichokea zake, ameamua atoke nje. Ni kutokana na mawazo aliyokuwa nayo akilini kuhusiana na yule kijana anaitwa Ashu. Akaanza kusema hii shule ya ajabu sana. Yaani wengine wanaitwa eti black sheep, wanaitwa kondoo, yaani au kondoo wa kafara kwa nani jina lingine. Sasa angalia, wakati tayari watu wako darasani, masomo yameshaanza, unaona kuna ndinga zinakuja huko mbio. Hao watoto wa kitajiri wanakujaga hata shule muda wanaotaka wao. Na walimu hawawezi kuwaambia chochote. Sasa binti amekasirika kidogo. Akaanza kusema nyie flower four, nyinyi manguruwe tu. Kwanza mnachoringia ni nini? Pesa za baba zenu. Mimi nawaambieni ngoja siku mniguse mtajua mimi ni nani. Wakati huo jamaa ndo wanakuja huko na gari zao kali sana. Wakati nazungumza haya basi usisahau kusubscribe. Hakikisha mtazamaji una subscribe, tia comment yako hapo. Uniambie vipi umeionaje episode ya kwanza? Tuendelee ama tusiendelee? Kama tuendelee basi andika burudani iendelee, ili kusudi mvua ya burudani iendelee mtazamaji. Sasa angalia hao ndo vijana wenyewe. Mwenye fulana au shati jekundu ndio kiongozi wa kundi, anaitwa Dao Mingshi. Alafu mwenye miwani anaitwa Semeni. Unaweza kuona wako wanne, lakini kuna mwingine ni mpole kuliko wote, anaitwa Lei. Alafu kuna mwingine anaitwa Mizuo. Haya, kama nilivyosema mtazamaji, chuma hiki kinaitwa Meteor Garden. Ni tamthilia ambayo ukweli ni kwamba jina lake original ni Meteor Garden. Ni tamthilia ambayo basi imetengenezwa Taiwan na ni tamthilia iliyotoka mwaka 2001, lakini ni bora, ni bonge moja la tamthilia. Nafikiri nilishawahi kuwatafsiria The Haze, nilishawahi kuwatafsiria The Haze ya Lee Min Ho, nikawatafsiria pia Boys Over Flowers ya Lee Min Ho. Zote hizo zilitoka baada ya hii tamthilia. Hii tamthilia inaitwa Meteor Garden. Ni tamthilia ambayo ndio ina story inayohusu Boys Over Flowers na The Haze. Maana yake ni kwamba ilianza kwanza kutoka hii, director aliandika story hii, akatengeneza hii, alafu ilivyotoka ikapendwa sana. Kwa hiyo ndo wakaja sasa upya tena wakamshirikisha star Lee Min Ho, wakatengeneza The Boys Over Flowers, lakini wakarudia story hii. Kwa hiyo baada ya hapo wakaja tena wakatengeneza story nyingine wakimshirikisha pia tena Lee Min Ho kama star kule, wakaiita ile story The Haze. Nafikiri umeshawahi kuiona pia, ambapo ina vijana pia wanne hivyo. Kwa hiyo story ya kwanza kabisa kutoka ni hii, inaitwa Meteor Garden. Maana ya Meteor Garden ni bustani iliyojaa vitu vya ajabu. Unajua bustani ina kila kitu. Sasa tukienda katika chuo hiki utapata vijana wenye roho za ajabu, matukio ya ajabu na mambo ya ajabu. Maana yake ni kwamba bustani ina kila kitu. Basi pale shule kuna watu wenye tabia za aina mbalimbali, wenye tabia za hovyo hovyo. Ndio maana ya Meteor Garden. Sasa binti hiki kikawa kimesogea nje kikiwa kinatafakari. Anasema basi ngoja nirudi darasani, maana hata nikikaa hapa havitasaidia. Amesha mind kweli, anaona hii shule niliyokuja hii, yani shule ya ajabu sana. Haya, kumbuka mida hiyo basi ndio vijana nao wanaingia shule. Shankai, niambie vipi leo utaingia katika darasa la mambo ya statistics? Hapana, kwa kweli leo mimi si. Kwa nini sasa? Kwa hiyo nitaenda kwenye lecture mwenyewe. Shankai akawa anashangaa mbele kule. Ndio wanakuja wale vijana wanne wanajiita Flower Four. Vijana wanne kutoka familia za kitajiri, familia mashuhuri, vijana wanaoogopwa mpaka na walimu wao. Maana yake ukimgusa hata mmoja unaweza tu kufungwa hata gerezani, usijue unatoka vipi. Familia zao ni tajiri kweli kweli, unaambiwa. Sasa mabinti wengi walikuwa wanawashobokea, lakini pia walikuwa wanaogopa sana. Sasa angalia kilichotokea. Wakati hao mabinti wakiwa wamesimama pale, yule lecturer akajikuta sijui imekuaje, amedondosha kopo lake la soda ya Coca-Cola, limeenda kumwangukia mmoja wao. Akaanza kuomba msamaha. Mimi sikujua kama ni nyinyi. Kwa hiyo ingekuwa ni mtu mwingine kama mwanafunzi, ungeomba msamaha kama hapo. Ngoja nikufute samani kidogo. Umeona unikanyage na miguu ndio? Ngoja nikufute hata viatu. Samani nilikuwa sijaona. Naomba msamaha kweli.
Najua mimi ni mbuzi wa kafara tu hapa chuoni. Kuanzia kesho hamtaniona tena. Kijana kainua mkono tu, mwalimu kakimbia. Alijua analabuliwa kofi. Ametimua mbio. Mpaka kijana akashangaa. Asa wote wamebaki, hata wao wenyewe hawaelewi cha kufanya. Kuna mtu mmoja katika tamthilia hii utakuwa umemuona kwenye Lost Love. Huyo anaitwa Master Chu Lucia. Nafikiri tulimuona kule. Na baada ya kumuona ndo nikakumbuka ile request ya yule mtazamaji wangu. Alisema ise njona na Meteor Garden. Kwenye hii Meteor Garden utamuona yule Master Chu Lucia, yule jamaa akiwa moja kati ya hawa wanne. Sasa hivi ameigiza kitofauti kidogo. Sasa angalia katika lile kundi la wanne kuna huyu kijana mmoja ambaye anaitwa Lei. Huyu kidogo ni mpole, mtaratibu, mstaarabu sana. Kwa hiyo Shankai akiwa pale akamwona huyu kijana akiinua dustbin iliyokuwa imedondoka. Wenzake akamuuliza, "Oya Lei, unafanya nini hapo? Tusepe mwanangu." Binti anamwangalia, anatamani hata apige naye story. Alafu design kama ashamuelewa, unaangalia anang'atang'ata midomo, angalia. Mchizi anaondoka taratibu. Anaga story na mtu. Yaani yeye ndo yuko tofauti kuliko wale wenzao. Chuma kinaitwa Meteor Garden, lakini mimi nimekipa jina chuma hiki tutakuwa tunakiita My Desire. Kwa nini? Kwa sababu neno desire linamaanisha tamaa, linamaanisha shauku, inategemea tunalitumia katika muktadha upi. Lakini basi katika tamthilia hii pana mengi ambayo yanamaanisha moja kwa moja jina hili la My Desire. Sasa huyu binti Shankai alikuwa pia anafanya kazi ya part-time katika kamgawa ama restaurant fulani mtaani. Ka restaurant haka alikuwa akifanya kazi hapo kama part-time akiwa na mshikaji wake mmoja anaitwa Shankai. Sasa wakawa wanapiga story kuhusiana na huko. Hebu niambie vipi uko, nimesikia stories za huko shuleni. Hivi hao vijana ndo aina gani? Nani wakojua kwa? Maana yake nimesikia tu wanatoka kwenye familia sijui mashuhuri, sijui matajiri. Sasa kwa nini unajiita hivyo, sijui flower 4, sijui nini? Kwa nini sasa? Hebu niambie vizuri basi, mimi nataka kusikia. Tafadhali niambie. Hapana, sikwambii. Aya, niambie basi kwa nini unajiita F4? Shankai akacheka sana. Sababu wenyewe ni akijinga tu. Ni basi tu wanajiita, yani F4 maana yake flower 4. Kwa hiyo inamaanisha kwamba watakuwa wanavutia kama maua. Alafu ni matajiri pia. Wewe, wateja wataanza kupata njaa saa hizi hatujapika hata kupika. Lakini katika hao vijana wanne ni ukweli wana muonekano mzuri. Lakini mimi nawaona tu kama manguruwe fulani. Sasa kwa nini unawatukana hivyo? Yaani kwa nini hauwapendi? Shankai akatafakari sana swali la rafiki yake. Kumwambia labda pengine ni kwa sababu wanajiweka tofauti na wengine wote au wenzao wote. Wanajikuta wao yani ndio kama vile malaika. Kumbe ndio maana. Au siniambie basi kuna huyo mmoja wao umempenda mwenzangu. Awambia wala mimi siwezi kwenda shule kwa ajili. Mimi nachojua sasa hivi nina miaka yangu 4 ya kumaliza chuo. Mambo ya wanaume ya kitu. Na najua mimi na wao hatuwezi kuishi ulimwengu unaofanana. Nimeenda tu kwenye kile chuo kwa sababu mama yangu amejitahidi sana. Basi rafiki yake akamwambia, unajua Shankai umebadilika sana. Ninakumbuka mara ya kwanza tulipokutana tukiwa high school. Basi nilipotaniwa na wenzangu. Sijui yule nani alinitania na nimeshamsahau jina, lakini nakumbuka ulinitetea. Baada ya miaka 3 ulikuwa mkarimu sana, ukaanza kubadilika, ukawa muungwana, mstaarabu, ukawa ni mtu ambaye unapenda kusaidia wengine. Yaani sijui kitu gani kimekuja kukubadilisha ukawa na maana. Yaani wewe sio yule Shankai ambaye mimi nilimzoea zamani. Huyu Shankai alipoambiwa na rafiki yake vile, alitafakari sana. Akaanza kujisemea kimoyomoyo. Kusema ukweli sasa nimekuwa binti ambaye ni kama hata sijiamini sana. Yaani sijui nimekuwaje. Na kutabasamu kwangu kwenyewe ni kwa uongo. Sasa kila siku jinsi siku zinavyozidi kusogea, ina maana tu ndoto zangu ni kama zinaendelea tu kuyeyuka. Binti akatafakari mambo yale kimoyomoyo huku akiongea bila kutoa sauti. Lakini basi inafika mida ya jioni kabisa. Kumbuka binti anapotoka chuo ama basi shuleni, alikuwa na kautamaduni anaenda kwanza kufanya kazi part time, alafu ndio anaenda zake nyumbani. Sasa kabla ya kwenda nyumbani huwa anabadilisha mavazi, ndio anarudi nyumbani. Ile uniform ya kule kazini ni nyekundu, lakini sasa hizi unamwona amevaa tena suruali,
karudi nyumbani. Sema jamani, nimerudi nyumbani. Mama. Mwanangu vipi? Mbona umechelewa? Unaona nywele zangu? Nimeziweka dai. Tena nimeziweka mwenyewe. Ni dola 200 nimenunua hiyo. Mama unaonekana kama mzungu. Vipi? Umepata mchumba? Umekutana na wewe kijana unayemsemaga kwamba ni handsome. Mama bwana, mimi ni mwanafunzi. Sasa kama ukiwa mwanafunzi, sisi tumewekeza hela kwako na wewe upate kijana wa kitajiri. Tafuta marafiki mwanangu. Mwanaume atakaye kufaa. Mama na wewe bwana, yani mimi nitoke kwenye maisha kama haya nikatafute matajiri wale. Hebu nikuulize, unataka tukae kwenye haka kanyumba kadogo? Baba na wewe, tena huko chooni saa hizi mimi nataka kuingia. Baba yake naye alikuwa yuko chooni. Leo tumeandaa chakula hapa. Sasa hebu niambie vipi huko masomo yameendaje? Huko wanafunzi ni waajabu sana mama. Badala ya kusoma, wao kazi yao kuongelea vipindi vya TV, sijui Maria Clara, sijui mwingine anasema sijui angalie Kombolela. Yaani vitu vya ajabu ajabu tu. Alafu mama, unaonaje nikiama ile shule? Nitakusaidia mama, utapoteza yani wewe huko utapoteza hela zako. Wewe usiniambie tena hivyo kabisa. Mwenzako nimecheza vimchezo ndio nimekulipia ada alafu unaniambia nini? Unataka nini wewe? Umekaa pale unasoma na watoto wa kishua. Pale ndo penyewe sasa mwanangu. Jiweke kwa wengine. Tena una deni langu kubwa sana wewe. Uwe na shukrani, nimekupeleka shule kama ile unadhani rahisi. Eti unataka kuacha shule. Wewe mtoto utanimaliza mimi. Utanimaliza. Mama uko sawa kweli? Sasa huyu mama alikuwa ana pumu, yani ana tatizo la pumu. Ukimpa stress kidogo pumu inapanda. Sasa hawezi na kupumua sawa sawa. Kitendo tu cha Shankai kutamka kwamba anataka ahamishwe pale shuleni. Mama amechanganyikiwa kabisa. Huyu mtoto ataniua jamani. Ataniua. Jamani, sasa hebu nikuulize sasa hivi vipi unajisikia? Shankai, hebu keti hapo tule. Huyu baba anapenda kula kinoma. Nafikiri ni mzee wa Kipare huyu, sijui anatokea wapi, lakini nafikiri huyu Usangi kule. Sasa jamani, hebu nikuulizeni. Mnaongelea kula wakati mimi hapa na mambo mengi tu kichwani. Alafu ni makosa yako. Miaka 20 unafanya kazi hujawahi kupandishwa hata cheo. Yaani wewe uko slow sana wewe mwanaume, sijui kwa nini nimeolewa na wewe. Niko slow. Hivyo unanichukuliaje? Wewe unaona kufanya kazi za promotion ni rahisi? Hebu mwangalie jirani yako Mr. Wang. Amepandishwa mpaka kuwa meneja msaidizi. Wewe kila siku ni kushushwa cheo tu. Hivi unafikiria hapa ndani tutakula mahindi au ni kitu gani hapa? Mke wangu hivi unanichukulia. Wewe kuingia katika kila basi. Mara uingie sijui katika basi sijui la Shabibi. Umeenda kule unaanza kuweka dawa mswaki, unaanza kuambia watu mpaka wanunue hiyo dawa, unafikiria ni mchezo wewe? Sasa kuangalia ndio maana tunamsomesha Shankai kwenye shule za maana ili mwisho wa siku na aweze kuja kututangaza sisi. Mtoto huyo aje kuwa kinara. Sasa umeanza kuniongelea mimi, baadaye unanitolea mfano na mtoto na maana mimi nalingana na yeye. Mwisho wa siku unatakiwa ukariri vile ninavyoongeaga mimi mpaka bidhaa zinanunuliwa. Mke wangu sio mchezo eti. Unaniambiaje? Unaona umenichekesha. Unaona umechekesha sana hapa. Yaani baba yako ni bure kabisa huyu. Mimi sijui hata kwa nini. Mimi mwanangu si utarithi nini wewe. Huyo sijui anachukuliaje mambo mengine. Kwa hiyo unaanza kunipandishia si ndio Wakaanza kupandishiana pale. Yaani huyu mwanaume kwa kweli mimi ananiaibisha sana. Wewe ndo unaniaibisha. Yaani sasa ndo nakwambia tena mimi hata sikukuwahi kukupenda. Nampenda yule mzee Mr. Wang. Ile mzee yuko vizuri jamani, kila mwezi anawapelekea watoto wake vitu vingi. Kwa hiyo unaanza kuniambia vitu vya ajabu. Huo ndo ukweli sasa. Na mimi naanza kukwambia ukweli. Ukweli unauma. Na wewe pia nakwambia ukweli. Yaani katika mwili wako kila sehemu ni sehemu kidogo tu, kasoro mdomo wako. Jamani. Mwache sasa hizo kelele. Baba, unaongea vitu gani hivyo mbele yangu mimi? Basi mwanangu, hebu tule chakula. Mume wangu umenisemesha hivyo kweli? Kila sehemu ni ndogo kasoro mdomo. Mume wangu mimi sikupenda hilo neno kabisa. Utaniomba msamaha baadaye. Ngoja nikuwekee ubwabwa basi. Mke wangu usijali sawa. Yameisha. Mtazamaji, hii ilikuwa ni episode ya kwanza tu katika tamthilia hii ambayo basi inaitwa My Desire.
na kama nilivyokuambia original name ya tamthilia hii inaitwa Meteor Garden. Ukitafuta utaipata, lakini ni ya zamani kweli, yani ni ya mwaka 2001, lakini nimeileta kwenu baada ya maombi ya watazamaji kwamba wanaomba niwatafsirie Meteor Garden. Nilishawahi kufanya Boys Over Flowers, mkaipenda sana, nikawaletea pia The Haze, mkaipenda sana, na ambayo imenipita ni hii ya Meteor Garden ambayo basi mimi nimeiita My Desire. Haya basi mtazamaji, tukutane kwenye episode ya pili, lakini nitaangalia maoni katika episode hii ikiwa mmeipenda story na kama mnataka tuendelee ama namna gani. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Ninatumai tutakutana kwenye episode ya pili. Hakikisha una subscribe, una like, una comment pamoja na kushare. Asante, tukutane kwenye episode ya pili.